sober au rehabilitation zinafanywa kama huduma nyingine zinavyofanya. Bezi na kwanza kufanya detoxification, yani kuhakikisha kwamba huyu mtu amekuja afya imezorota, alikuwa na magonjwa tayari, alikuwa sio na changamoto gani anapitia, wanahakikisha kwamba kiafya amepimwa kila kitu na anapewa dawa ili akiwa anaendelea na matibabu au akiwa vizuri. Cha pili ni kuweka vipindi. Inakuwa ni kama darasani tu, kwamba baada ya chai kuna kipindi, kuna mapumziko, kuna kipindi tena. Baada ya hapo kuna session za individual session, one on one session, anaongea na wataalamu wa saikolojia, kuna wataalamu wa tabia, kuna watu wa mazoezi, inatakiwa jioni afanye mazoezi, aambiwe athari za madawa za kulevya. Hiyo Pilimisana Sober House and Rehabilitation Center, mimi ni mwana saikolojia pale. Kwa huduma za kisaikolojia zipo, kuna wataalamu wa tiba tabia, kubadilisha tabia. Kwa hiyo unakutana mwana saikolojia, unakutana mtu wa tabia huku, daktari wa akili, anakupa dawa, unakutana na chakula kizuri, malazi mazuri, unakaa miezi 6 ushalikaa. Unakaa sawa. Anakaa sawa na anarudi anaendelea na majukumu yake nyumbani. Ana share experience. Mimi bwana nilijikuta nauza nyumba milioni 17, nyumba ya milioni 60 na kitu. Nimekula mtaji wote kwa sababu nilikuwa natumia zaidi ya milioni 1.5 kwa siku kutumia dawa tu za kulevya. Kwa sababu wengi wakiambiwa twende, umeshaathirika na madawa kulevya, twende kwenye huduma hawataki. Umuhimu wa saikolojia unapokuja sasa, umwambie kwamba ujue wale watu waliokuleta wana lengo zuri tu. Kwa watu wengi akikosa hizo elimu za kisaikolojia zaidi, unashangaa afanye maamuzi kwa sababu gani? Awakomoe kwamba nikitoka nitaenda tena kunywa, nikitoka nitaenda tena kutumia madawa. Tuone sasa. Kwa hiyo unakuta hana elimu, hajaelewa. Lakini ukimpeleka sehemu sahihi akakutana na elimu kama hizo, kwamba unajua hapo mkomoi mtu, unajua haya ni maisha yako, unajua wale watu ni upendo tu ndio uliofanya wakulete hapa, na kuna wao ndio hataelewa. Kuna wakati walikuwa, lakini sasa hivi ni very hospitality, yani yani mtu hata kama atakuwa na matatizo yake na nini, anafungiwa chumba maalum, anaenda anaongea na mtu kama msaikolojia, unazungumza naye, unamwambia, unamuelewesha, wako kama kabisa. Ni tofauti na ilipokuwa inaonekana zamani kwamba ukisikia tu soba wale utakuta watu walishachanganyikiwa, wajielewi, hawajitambui. No, watu very smart. Kuna watu wako soba wametoka kazini, au pengine kazini labda anafanya kazi binafsi au mashirika binafsi au hata serikalini, wanamuombea kwamba huyu mtu kutokana na excessive use of drugs inabidi akae soba ndani ya miezi 3 kwa ruhusa maalum, na anakaa natoka pale yuko vizuri. Kuna wengine wanaleta watoto wao, wazazi wao, ndugu zao, familia, marafiki, wanaletwa soba au rehabilitation kwa ajili ya kupata hizo huduma. Kwa hiyo ni sasa hivi hakuna ile eti nini wala watu unakuta wamevaa vizuri, wako smart safi, hata ukiona naye barabarani huwezi kujua kwamba huyo alikuwa soba.